Audio Jungle. Shabash, Kilimo Biz ndio form. Kuntu kabisa msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha dawati la kilimo hapa 103.9 Musta FM. Mie ni Clarence Majani. Leo tunaangazia ukulima wa ng'ombe, yaani ufugaji wa ng'ombe. Ni shughuli ya kufuga ng'ombe kwa ajili ya kupata mazao kama maziwa, nyama, ngozi, mbolea na nguvu kazi. Haswa ni kilimo chenye faida kubwa kiuchumi na vile mambo na afya, lakini kinahitaji maandalizi mazuri na malisho, hasa mambo na makazi au pia uangalifu ama uangalizi wa kiafya. Leo kwa kutusaidia kudadavua swala hili si mwingine na kwenda kwa jina Tomato. Jina naitwa Quinas Konjolo aka watu wananijua kama Tomato Live. Hiyo ndio majina sasa. Tomato Live. Ukitafuta Tomato Live ndio utanipata rahisi sana. Tomato, mbona ukajiita hivyo? Sasa nijiita hiyo jina sababu ndio jina yenye watu wanangejua haraka. Unajua pia inafaa mtu akisoma tu jina peke yake mwenyewe anaenjoy. Bwana kuchukua jina ya Kisungu weka hapo isimbue mtu kuita. Tomato ndio nyanya. Ndio hiyo sasa, lakini sisi zile tumepondeka zile mzuri fresh. Okay. Sawa. Sasa nimeona uko na mambo mazuri hapa, ukulima wa ng'ombe. Tusaidie kujua nini ambacho kinaendelea katika ukulima wa ng'ombe. Sasa ukulima wa ng'ombe kama saa hii niko na ng'ombe hapa, niko na Freshans ndio hiyo. Alafu niko na Asha. Unaona? So niko na ng'ombe hapa karibu ng'ombe zinaweza fika kama 16. Haya, sasa wewe unalindaje hao nyama? Sasa hizi ng'ombe kama saa hii zinakula nyasi kidogo, ndazitoa hapa, nisipatie maji, alafu nikate nepia niweke hapo. Alafu tuko na hay, naweka hay hapo, na kuja na kimaliza nikitaka mua nitairi miliko hapo, sina lampa na chumvi. Haya matokeo inakuwa mzuri. Unajua pia ng'ombe ina maziwa mzuri paka uilinde vizuri. Huwezi chukua ng'ombe ufunga kwa njia hapo alafu jioni una expect utoe maziwa. Alafu pia ng'ombe tena inataka usafi. Ikuwe mahali pasafi. Alafu kitu kingine tena ng'ombe ni kama mtu, inahitaji ilale mahali hata kama ni kwa mkeka, weka kwa mkeka ng'ombe ilale kwa mkeka. Alafu kitu kingine ng'ombe inafaa una spray Monday na Friday. Unajua pia ng'ombe haitaki stress. Ng'ombe ikikuwa na stress haiwezi kukupatia maziwa. Haya, tuanzie hapo kwa vyakula ambavyo wewe kama mkulima unawapa ng'ombe wako. Kama mimi saa hizi ng'ombe nasikatia nepia, nakuja nasipatia nyasi, tuko na hay huwa tunasipea. Pia huwa tunasisagia mahindi. Unaona? Okay. Haya, teri miliko huwa zinakula na chumvi. Wewe unapata ng'ombe hata ikikula iko na afya. Unaona kama hii iko na afya, ziko na afya mzuri. Kulinda ng'ombe tuseme inahitaji pesa mingi sana, manake unasema vitu vingi kama mahindi ni vyakula ambavyo pia binadamu wanatumia. Haina shida. Sasa unaona kitu tunajaribu hapa, kama ni ng'ombe unachukua ng'ombe unajua utamendei. Unajua usienda ununua ng'ombe 1,100 na una shamba. Inategemea kama unaweza hata na ng'ombe moja ama mbili, ujue maintenance yake itakuwa vizuri, utazilinda vizuri. Unaona? Usiende kuchukua wingi wa vitu na wewe kumaintain itakushinda. Unaanza na kitu kidogo. Sasa kwa mfano ng'ombe ambao uko nao umesema wanaitwa Freshans. Ni Freshans peke yake ama umechanganya? Niko na Freshan, niko na Asha, hata niko na Red Bull yuko hapo ndani pia. Utofauti unakuja wapi? Sasa utofauti unaona kama hii Freshans, unaona venye hii iko ni kubwa, alafu ni mrefu kwenda juu. Unaona? Okay. Hiyo ni Freshan. Alafu Asha ndio hiyo unaona venye inakaa. Si mrefu sana, si haiwezi toshana na Freshan. Okay. Sasa hapo kwa dawa ambazo labda zinatumika inahitaji mambo mengi na dawa kweli? Sasa unaona kama saa hii tunatumia. Ukiwa mgonjwa unajuaje? Sasa ng'ombe ikiwa mgonjwa, first of all unaangalia kukula. Okay. Unapata kama ng'ombe ni mgonjwa, ita reduce hiyo nini ya kukula. Utaona inakula polepole. Haina appetite. Okay. Alafu kitu kingine utaona kutembea kwake, haitembei normal. Inatembea ikijifuruta. Ama saa zingine unaweza pata hata kuamuka inashindwa kuamuka. Unajua hii ng'ombe ni mgonjwa. Tena wakati utakuwa unaipeleka kunyisha maji, utaona wakati inakunywa maji, haikunywi maji venye inahitajika. Yaani imekaa damu.
unajua hii ng'ombe ni mgonjwa, iko sawa. Maji yako na chakula chako unaiweka, kuna vitu vingine ambapo unaongeza kwa chakula ndio ilete ladha, ama wewe ni hivyo? Sasa kama maji ni maji tu. Maji ni maji, bora ikuwe maji safi. Ng'ombe inakunywa tu maji safi. Unaangalia maji yenyewe, unaangalia maji yenyewe. Unajua huwezi chota tu maji chafu na unaweka hapo. Unaona? Unaangalia maji safi, mahali penye unakunywa maji inakuwa safi. Sawa sawa. Sasa hapo kwa upande wa lishe umeguzia, dawa umeguzia. Unaonaje ng'ombe ina faida? Ng'ombe sasa unaona kama sahi ukiwa na ng'ombe ya maziwa kama ng'ombe mbili, na ukue kama ng'ombe yenye inakupea kama around 10 lita asubuhi, inakupea jioni kama lita 7. Uko na faida. Sababu sahi lita moja ni 70 bob. So ukiwa na 10 liters ya asubuhi, hiyo 700 asubuhi. Siku moja tu. Hiyo ni siku moja asubuhi. Sasa kama uko na ng'ombe mbili, hiyo ni 1400 kwa siku. Asubuhi peke yake. Alafu tena jioni ni 14 liters. Unapata unaunda kama around 2000 kwa siku. Kwa siku. Biashara haraka. So unaona utakanikile tuone kwa siku 10 kama unaunda 2000, hiyo ni 20000 kwa siku 10. So kwa mwezi utakuwa unaunda around 60. Sasa kwa wale ambao uko na changamoto ya kupata vyakula, unafanyaje? Manake mtu anasema ai bana, mimi nakaa town, inakuwa vigumu kuweza kulisha ng'ombe. Kama ng'ombe wanahitaji nini tu kwa haraka. Sasa unajua kama sahi kama wewe uko na ng'ombe sahi na fuji tole. Ni kama tu mtu ukishakuwa zinafaa ukule. Inafaa utoke uende waso. So ng'ombe inataka kama unatuko na ng'ombe, ujitolee kwenda kutafuta nyasi, ujitolee kutafuta pesa venye utalinda. Unajua mpaka utumie pesa utafuta pesa. Uwezi niambia utaweka hapa ng'ombe ikae, unaenda kutafuta pesa alafu upate kwa expect kutoa pesa. So ni kujituma, utafuta nyasi uhakikishe ng'ombe imeshiba. Unaona? Madawa, daktari yako, tafuta daktari wako mmoja mwenye atakuwa anakutibu, atakuwa anatibu ng'ombe. Ng'ombe wako wakitaka kuzalishwa ama kupata ndume, wewe unafanyaje? Sasa sisi tunatumia AI. Kivipi tusaidie hapo? Tunatumia mshipi ya daktari. Unajua tuko na design mbili, kuna mshipi ya daktari na kuna ndume kurukia. AI inafanyaje kwanza? Sasa ni hiyo yenye nakwambia ya mshipi hiyo. Ng'ombe ikitaka kuruka unaangalia behavior zake. Ya zingine ya kwanza inapiga nduru, ya pili inaruka unajua. Haikai komboma kama imetulia. Unajua tu hii inataka kuru, unaita daktari anapima alafu anaipatia mimba. Ama kama uko na ndume unapeleka kwa ndume inarukisha. Wewe unaona gani iko sawa kwa hizo mbili? AI ama unafanya nyingine? Sasa unajua kama mimi sasa natumia ndume, hiyo nakuanga nayo. Uko nayo pia? Hiyo uko nayo sure. Niko nayo sure. Alafu pia unaangalia tayari ushajua hii ndume iko mzuri. Alafu unaangalia unaangalia ndume yako, unajua hii ndume ni mzuri. Ni mzuri. Unaona? So hiyo ya inaweza saa zingine ruka. Ama wanaweza kupea mbegu mbaya. Wanaweza kupea mbegu mbaya na unajua kishaenda imeenda, ikitaka tena utaenda ununue mbegu nyingine. Ni pesa mingi? Hiyo sijawahi tumia lakini nimezoea ng'ombe. Unajua ng'ombe unajua ikiruka unajua hii imeruka. Isiporuka unajua hii haijaruka. Sawa. Sasa kwa wale ambao wanataka kuingia kwa mambo na ukulima hasa wa ng'ombe, unaweza wapa ushauri upi? Mimi naweza waambia na ushauri wenye naweza wapea. Kujituma. Na ukue na serious na kitu yenye unataka kufanya. Unajua wewe niambia unataka kufuga ng'ombe na wewe mwenyewe ushindi na ng'ombe. Uweze kufuga ng'ombe. So kama unataka kufuga ng'ombe, chukua ng'ombe na ukue serious na ujue hiyo ni kazi umeanzisha, hiyo ni employment yako umeanzisha, mapato yako iko hapo. Weka akili zako hapo na utaenda mbali. Changamoto ambazo wewe umepitia ama unaona ni zipi katika watu wanafuga ng'ombe? Sasa changamoto ya kwanza, ng'ombe inaweza kuwa mgonjwa na uite daktari adelay kukuja. Itakuwa imaffect ng'ombe. Hiyo obvious lazima ng'ombe inaweza kufa. Changamoto ya pili ni chakula. Inafika mahali kiangazi hakuna chakula. Hakuna vile utafanya. Hiyo ni changamoto nyingine na chakula. Chakula ndio pia muhimu. Chakula ndio muhimu. Hiyo ndio changamoto ya kwanza. Unajua kama una chakula ng'ombe huwezi kula. Tukimalizia unasemaje tukifunga hii sasa story? Mimi tukifunga naambia watu ukiingia hapo TikTok utafuta Tomato Live utanipata hapo. Ukiingia Facebook ukiingia hapo Tomato Live utanipata hapo. Ukiingia WhatsApp utakuwa unanipata hapo, tujuane mengi. Asante. Mimi nashukuru sana. Show iko mzuri. Asante sana DJ Tomato.
Shukrani kwa kusikiliza. Haya imekuwa makala ya Kilimo Biz ndio form. Tukutane tena wiki ijayo wakati kama huu ambapo tutakuwa tunaangazia mengi zaidi. Mie ni Clarence Majani. Mpaka wakati huo nakutakia wakati mwema.